Asante sana. Bishop amesema mukijaribu kuniinua juu leo munaniletea laana. Nataka niombe nizungumze tu, na ukisikia kupiga kelele meza tu mati. Kelele tutapiga huko mbele, si ndio? Kwa heshima ya madhabahu ambaye tumesimama mbele yake, Bishop Samuel Mburu pamoja na Deacon Mwaura na uongozi wa kanisa hili la AIPCA na waumini wote ambao wamefika hapa leo, na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mimi ndio Sifuna, seneta wa Nairobi, katibu mkuu wa chama cha ODM na naibu kiranja wa walio wachache pale kwenye Senate. Wewe unaniletea laana wewe. Tumesema tufanye nini? Tafadhali kwa heshima yenu. Bishop, nataka nianze kwa niaba ya kikosi kizima cha Linda Mwananchi ambao wamefika hapa leo. Nifuate njia ambayo dada yangu Pauline ameweka. Tuombe msamaha kwa ile purukushani kidogo ilikuwa hapa wakati ambapo tuliingia kama ibada imeanza, na kwa hayo mengi wengine walikuwa hata wakipewa instructions pale hawafuati, lakini tunataka tuseme wanalinda mwananchi ni watu wa nidhamu, na hiyo nidhamu ndio itatufikisha mahali tunataka tufike. Niliona wengine hata wanaingia wanaanza kusumbua mama wa Women's Council vile wako hapa, na wewe unaona tu vile wamekaa, vile wamevaa. Tuwapee nafasi yao na tuwapee heshima yao kwa kanisa. Kwa hayo mengi nasema poleni sana, sio kawaida yetu. Na tukisonga mbele, Bishop, vile umetuhubiria hapa, sisi kwa sababu ya hiyo makosa tulijipiga fine tu sisi wenyewe. Tulijipiga tu fine sisi wenyewe na nimeishika hapa. Sasa sijui Bishop utanielekeza tutaingiza kwa kikapu gani hii fine yetu? Gani? Treasurer. Asante. Hii ndio ilikuwa lunch ya watu wanapiga kelele. Sasa tumejipiga fine, wacha tupatie kanisa hiyo makosa yenu. Hiyo makosa tumefanya. Asante. Nataka niseme Bishop, sisi wanalinda mwananchi tumekuwa na hii sasa habit ya kwamba tunapoenda mahali popote vile umetuhubiria tuweke Mwenyezi Mungu mbele. Manake hii safari ni ngumu sana, hatuwezi peke yetu. Ndio maana tulisema tukikuja Thika, kabla hatujaingia kwenye kiwanja huko, tukuje hapa tuabudu na nyinyi mtuombee, tutembee pamoja na Mwenyezi Mungu jinsi ambavyo umetuhubiria hapa. Sisi ni watu wa kushika vitu haraka sana. Uliona hawa ambao wako hapa mbele, ile mambo matatu ambayo umetufunza hapa kutoka kwenye Biblia, sisi tunayaamini na tutayashikilia, ya kwamba tuwe watu wenye kutenda haki, tuwe na moyo wa huruma, kupenda masi, na mwisho kabisa tunyenyekee mbele ya Mwenyezi Mungu na tumuombe atembee na sisi. Hii safari hata kufika hapa Thika leo haijakuwa rahisi. Haijakuwa rahisi. Vile mumeimba hapa ni mkono wa nani? Wa Mungu ambao umetushikilia. So mimi sitakuwa mrefu wa maneno leo. Tunataka mzidi kutuombea, muombee taifa hili letu, manake taifa lina changamoto nyingi sana. Lakini changamoto nyingi zinatokana na wale ambao wako kwenye uongozi sasa. Sisi tunaamini mkibadilisha uongozi wa nchi hii, 80% ya shida zetu zinaisha. Hiyo siku tu 80% of our problems will be resolved by you just voting the right people into office. Kwa sababu vile mmeambiwa hapa, kuna watu ambao wanaamka tu kazi yao ni kutafuta njia gani nyingine tunaweza uumiza wa Kenya. Ni kama zile shida tuko nazo zijatutosha. Anaamka leo anasema naweza finya hawa watu namna gani leo. Anaenda anatuletea ugonjwa kutoka nje. Hapa Thika, mimi nikiwa primary school, Mheshimiwa Orengo, tulikuwa tunasoma lessons kwa geography. Ulikuwa unapewa map hivi, unaona imechorwa industry pale, unaulizwa what is the economic activity of Thika? Unajua ni nini, si ndio? Lakini siku hizi kwa sababu ya zile mfumo ya ushuru ambaye imewekwa hapa, tunaambiwa Thika kampuni mingi sana zimefungwa. Na vijana wetu wengi wamepoteza kazi. Hali ya kufanya biashara imekuwa ngumu hapa. Inakuwa kwamba hata mtu kama alikuwa anataka kuweka kiwanda chake hapa Kenya, anahamisha anapeleka nchi nyingine, kwa sababu stima ni bei kali, kwa sababu ushuru ndio hiyo, corporate tax wamewekewa. Sasa hii tunaletewa budget hapa, tunaambiwa ati tupitishe tu, lakini iko na vipengee pale ndani za kufinya wananchi wetu. Wale ambao mko kwenye bunge la taifa, mtatusaidia kuhakikisha kwamba tunalinda wananchi. Kwa hayo mengine mengi tutasemea kule nje. Asante sana Bishop na uongozi wa kanisa lenu kwa kutukubalia tufanye ibada na nyinyi hapa. Mungu awabariki sana. Asanteni.
Asante sana. I think tunaendelea vizuri. Wale wanakuja mchukue muda kidogo kabisa. Kabla sijamuita kiongozi ambaye atakuja ku lead next